Upendo wa Mungu uko hapo. Hata kama uwe tajiri, hata kama wewe ni mtu wa aina gani, umekataliwa, jamii imekukataa, watu wamekutenga, lakini upendo wa Mungu uko hapo. Upendo wa Mungu haujawahi kupunguka. Upendo wa Mungu haujawahi kupungua. Upendo wa Mungu haujawahi kupungua. Amina, 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 amina. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni pendo. Anatupenda wanadamu. Anatupenda wanadamu. Anatuwazia aliyo mema. Anatuwazia aliyo mema. Anatuwazia aliyo mema baba. Anatuwazia aliyo mema rafiki yangu. Sikiliza nikwambie, katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 10 na ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema ya kwamba mwizi haji ila aibe na kuchinja, lakini Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima. Sio tuwe na uzima tu, tuwe na ule uzima wa milele. Maana kumpokea Yesu Kristo ni kumpokea uzima wa milele. Kumpokea Yesu Kristo ni kumpokea uponyaji wa milele. Kumpokea Yesu Kristo ni kumpokea uzima wa milele. Unapompokea Yesu, manake unaopokea uzima wa milele, unaopokea ufalme wa Mungu unaingia ndani yako. Ufalme wa Mungu ukiingia ndani yako, hakuna chochote kitakacho kugusa. Hakuna chochote kitakacho kugusa. Wala sio wachawi hawatakugusa, waganga hawatakugusa, waganga hawatakugusa, wanadamu hawatakugusa. Maana ufalme wa Mungu umeingia ndani yako. Ufalme wa Mungu unatawala familia yako. Ufalme wa Mungu unatawala maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sikiza nikwambie kijana mwenzangu, unayesema ya kwamba sasa acha nipende raha. Hauwezi kujua kesho yako ikoje. Unaponda raha leo na baadaye au siku na kufa, jehanamu inakuruhusu. Sikiliza nikwambie, unaweza ukawa na kila kitu, unaweza ukawa na fedha, unaweza ukawa na utajiri, lakini bila Yesu ukifa katika dhambi, jehanamu inakuruhusu. Jehanamu unakwenda, jehanamu unakwenda, na shetani ameshakuneza. Watu wengi shetani amewachanganya hapo, eti kwa sababu una utajiri, eti kwa sababu una mali, wewe una magari, wewe una magorofa, wewe una kila kitu, hauna haja kuokoka. Wewe ni handsome mzuri, wewe ni beautiful girl, wewe ni msichana ambaye unatamba mtaani, wewe ni mwanaume ambaye kila mwanamke anakujua, watu wanakujua, unatamba mtaani. Sikiliza nikwambie, jehanamu inakuja, jehanamu inakuita. Usipobadilisha njia zako, jehanamu inakuita, jehanamu inakuita, jehanamu inakuita. Biblia inasema ya kwamba wakati ule wa Nuhu walikuwepo wasomi, walikuwepo wenye akili kuliko wewe, walikuwepo matajiri kuliko wewe. Mungu akawaambia, njoni ndani ya safina. Bwana ameniambia uingie ndani ya safina, maana kuna ghadhabu inakuja. Wale watu wakamdharau Nuhu, wale watu wakamwona Nuhu kama hana akili, lakini siku ilipofika, wale watu wakalia na kuomboleza. Mungu akasema ya kwamba huu ndio mwisho wangu, huu ndio mwisho wangu, huu ndio mwisho wangu. Biblia inasema ya kwamba akashuka Mungu mwenyewe, akafunga mlango wa safina. Biblia inasema ya kwamba ghadhabu ya Mungu ikawaka, maji yakaanza, nchi ikaanza kutoa chemchemi, na mbingu ikaanza kutoa chemchemi ya maji. Mvua ikaanza kunyesha, ikanyesha usiku na mchana, muda wa siku 40. Biblia inasema ya kwamba kuna watu wengi walisema ya kwamba mimi nitakimbilia juu milimani, wengine wakasema ya kwamba mimi nitapanda mlimani, wengine wakasema kwamba tutakimbilia kwenye magorofa, wengine wakasema kwamba mimi ni fundi wa kuogelea, nitaogelea, nitakimbia huku na huku, nitapiga mbizi. Muda ulipofika, hata wale ambao walikuwa wanasema ya kwamba
tutapiga mbizi hawakuweza. Waliokimbilia mlimani maji alifika huko, kwenye magorofa maji alifika huko. Mwisho wa siku wale watu wakafa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu walikataa sauti ya Mungu. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba watu walioingia ndani ya safina walikuwa salama. Walikuwa salama. Watu walioingia ndani ya safina walikuwa salama. Safina ya leo ni Yesu Kristo. Safina ya leo ni Yesu Kristo. Ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Safina ya leo ni kumpokea Yesu. Safina ya leo ni kuokoka. Okoka mwanadamu. Siku inakuja. Jehanamu inakuja. Jehanamu inakuja. Usipookoka, Shetani atameza maisha yako. Usipookoka, ghadhabu ya Mungu itakumeza. Usipookoka, jehanamu inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kweli leo unaponda raha, kesho na kesho kutwa ambao unaponda nao raha, utakapokuwa peke yako, utakapolazwa hospitalini, watakuacha. Lakini ukimpokea Yesu hatakuacha. Hataacha maisha yako. Hatakuacha. Wewe mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Haleluya. Uko tayari kumpokea Yesu? Unasema ya kwamba maisha haya mimi nimechoka, ninamhitaji Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba nifuatishe maneno haya. Inawezekana uko dukani, inawezekana uko wapi, inawezekana uko sehemu mbalimbali unasikia sauti hii. Uko nyumbani, uko wapi? Naomba nifuatishe maneno haya. Hakuna umbali katika maombi. Hakuna umbali katika maombi. Wengine wanasema ya kwamba nimefanya dhambi nyingi sana, Mungu hata nihurumia. Niko hapa kukuhakikishia ya kwamba Biblia inasema hivi ya kwamba ikiwa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, yupo Mungu anayeleta rehema. Yupo Mungu wa rehema. Hata kama umekata tamaa, usikate tamaa. Mungu yupo. Mungu hajakukatia tamaa mwanadamu. Mungu anakupenda. Anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Anakupenda na ulevi wako. Anakupenda na uzinzi wako. Anakupenda na uvutaji sigara wako. Anakupenda hivyo hivyo ulivyoshindikana. Yeye anao uwezo kuyabadilisha maisha yako. Hauna uwezo kujibadilisha mwenyewe. Yupo Yesu anayeweza kukubadilisha. Yupo Yesu akiingia ndani yako anaweza kubadilisha hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unifuatishe maneno haya. Naomba unifuatishe maneno haya. Na Yesu atakuokoa hapo hapo. Haleluya. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe. Naomba unitakase. Yesu. Jioni hii ya leo ninakuja mbele zako. Nimetambua bila wewe mimi siwezi. Ninahitaji msaada wako. Nimelia inatosha. Nimehangaika inatosha. Jioni ya leo na kuhitaji Yesu. Uingie katika maisha yangu. Utawale maisha yangu. Ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu, ninakuhitaji kuanzia leo na hata milele. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunipokea na kwa kunihurumia katika jina la Yesu. Amen. Hapo ulipo, kama unaomba, weka mkono wako mahali panapouma.
Kama mwili wako wote unakuuma, weka juu ya kichwa chako. Kama ni mgongo, kama ni kichwa, kama ni chochote kile ambacho kinauma, weka mkono wako mahali ambapo panauma, na Yesu Kristo atakuponya sasa hivi. Amina. Jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Jioni hii ya leo Bwana, umesema tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa na wao watapata afya njema. Nami jioni ya leo Bwana, katika ulimwengu wa roho, ninanyosha mikono yangu juu ya wagonjwa katika jina la Yesu. Malaika waponyaji, mkono wako Bwana wa kuponya, maana neno lako linasema wewe Mungu mkono wako sio mfupi hata usiweze kuokoa na kuponya. Ninaomba unyoshe mkono wako Bwana kwa wagonjwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Wengine wako majumbani, wengine wako kwenye vyumba mahututi, wengine Bwana wako kwenye shughuli zao, wapo maofisini, lakini Mungu anasumbuliwa. Waweke mikono yao kwa imani katika jina la Yesu. Ninaamuru kila nguvu za giza katika maisha yao, toka achia maisha yao, roho za magonjwa kwa jina la Yesu, roho za kisukari, roho za giza, wote walioshindana kwa binadamu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu pita pona Bwana, kwa kupigwa kwako Yesu huyu mtu ni mzima, kwa kupigwa kwako Yesu sisi ni wazima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na watu wote tuseme amen. Amen. Tunapenda kukukaribisha siku ya kesho.